harufu kwenye ulimwengu wa roho. Ukisoma neno la Mungu, kama wewe ni msomaji, utaona mara nyingi hii lugha imetumika katika vitu ambavyo Mungu akiwa anapokea, mara nyingi imetumika harufu. Nasema aliposikia harufu ya kumpendeza Mungu akasema nchi sitalani. Ukisoma kwenye Ufunuo unakuta kwamba maombi ya watakatifu ni manukato mbinguni, ni harufu nzuri mbinguni. Unaweza kukuta kwenye madhabahu za zamani lazima kulikuwa na uvumba ambao ni harufu nzuri mbele za Mungu. Kwa hiyo si kitu cha kuchukulia kikawaida, lazima tujifunze zaidi, tujue kulikuwa na maana gani kwa kuwepo na harufu hiyo. Kwa hiyo tujifunze kidogo jinsi ambavyo komenti zitakuwepo na jinsi watu watakavyokuwa na uhitaji, ndipo somo hili litakavyoendelea. Nataka tujifunze kidogo. Ukianza na Wakorintho wa pili 2:14 hadi 16, ila Mungu ashukuriwe anayetushangiliza daima katika Kristo na kuidhihirisha harufu ya kumjua yeye kila mahali kwa kazi yetu. Kwa maana sisi tu manukato ya Kristo mbele za Mungu, katika wao wanaokolewa na katika wao wanaopotea. Katika hao wa pili harufu ya mauti iletayo mauti, katika hao wa kwanza harufu ya uzima iletayo uzima. Naye ni nani atoshaye kwa mambo hayo? Kwa hiyo hapa unaona ni jinsi gani sisi tuna present kama harufu kwenye ulimwengu wa roho. Waefeso 5:2 inasema, mkaenende katika upendo kama Kristo naye alivyowapenda ninyi, tena akajitoa kwa ajili yenu sadaka ya dhabihu kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Kwa hiyo hadi Yesu mwenyewe alijitoa kuwa sadaka, harufu nzuri ya manukato. Mwanzo 34:30 neno la Mungu linasema, Yakobo akawaambia Simeoni na Lawi, mmenitaabisha kunifanya ninuke vibaya kati ya watu wa nchi hii. Ilikuwa ni baada ya dada yao kutolewa usichana, wakaenda wakaupiga mji mzima, wakawaua wote. Alafu kwa hiyo akasema, mmefanya harufu yangu kunuka mbele za maadui zangu, watakuja watanipiga. Na hii tutakuja kujifunza ni jinsi gani usichana wa mwanamke mmoja ambao unaweza ukakosti maisha ya mji mzima kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo angalia ni wasichana wangapi wamepoteza hivyo. Je, ni miji mingapi imekufa kwa ajili yao? Ndio nalo tuliache, itakuwa kama umbea. Kutoka 5:21 inasema, wakawaambia Bwana awaangalie na kuamua, kwa kuwa mmefanya harufu yetu kuwa chukizo mbele ya Farao na mbele ya watumishi wake, mkatia upanga mikononi mwao watuue. Hawa ni wana wa Israeli, baada ya kuona kwamba kila wanapoenda Musa kuwaombea ruhusa ndipo mateso yanazidi, wakasema mmefanya harufu yetu kuwa chukizo. Kwa hiyo haya maneno yote yanatuonesha ni jinsi gani kuna uwepo au kuna hali ambayo kwenye ulimwengu wa roho inatafsirika kama harufu, ambayo hii inaweza ikawa ina saundi tofauti kwa mtu ambaye yupo karibu yako. Na ndio maana ndugu zetu ambao wako kwenye nguvu za giza wamelielewa hili sana. Na ndio maana utakuta mtu akiwa anahitaji wanaume, kuna perfume ya kipepo ambayo anapewa kwa ajili ya wanaume, au mtu akitaka kuharibu biashara yako anaenda kuleta mizoga kwenye biashara yako. Kwa hiyo unakuwa wewe unaona ni kawaida, lakini kwenye ulimwengu wa roho wateja hawezi kuja kwa sababu ya ile harufu mbaya. Ukisoma Mwanzo 27:27, Yakobo alipokuwa anataka kumbariki mwanae, anasema hivi, akakaribia akambusu, naye akasikia harufu ya mavazi yake, akambariki akasema, tazama, harufu ya mwanangu ni kama harufu ya shamba alilolibariki Bwana. Yaani harufu ya mwanae ni kama harufu ya shamba alilolibariki Bwana. Sasa sijui kama mwenye harufu alikuwa anajua kwamba harufu yake ni kama aliyebariki Bwana. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho kuna hii kitu ambacho adui anaweza akaharibu harufu yako ili usipokee baadhi ya vitu. Ndio maana ukasema, ndio maana kuna neno moja linasema kwenye mizoga ndipo anapokusanyika tai, kwa sababu tai wanakuja kwa harufu. Harufu ndio inaleta tai kwenye mizoga. Kwa hiyo maana yake ni nini? Hii harufu kwa mtu aliyokoka inatengenezwa kwa utakatifu na kumjua Mungu. Unapokuwa mtakatifu na kumjua Mungu kwenye ulimwengu wa roho, unatengeneza mazingira yanayokubalika na Mungu, harufu inayokubalika na Mungu na kupokea. Kwa kukuta ukapendeza vizuri, lakini harufu yako kwenye ulimwengu wa roho ikawa mbaya. Biashara yako ikawa kwenye mazingira mazuri, lakini kwenye ulimwengu wa roho harufu yake ikawa imeharibiwa. Kwa hiyo matendo mema
utakatifu. Ndio maana harufu ya Mungu, aliposikia harufu ya kumpendeza akasema sitalaani. Kwa hiyo kuna laana zipo kwa sababu ya harufu zilizopo kwenye hayo mazingira, kwenye huo mwili. Kwa hiyo baraka kwa Isaka zilitoka kwenda kwa Yakobo baada pia kusikia harufu yake akambariki. Kwa lazima tujue namna ya kutengeneza hizi harufu zenye kuvutia, sadaka zenye kupendeza, kumjua Mungu kwenye kuvutia ambapo hakujachanganywa na mawaa, pure neno la Mungu halisi. Huku kunatengeneza harufu na mvuto kwa watu. Unaweza kuwahubiria watu neno sawa likawa ni zuri, lakini likakosa taste ya kimungu ndani yake, kukosa utakatifu, kwa kukosa kumjua Mungu, kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho wachawi wanazingatia hivyo. Ndio maana unakuta biashara za watu zinaharibiwa, mambo ya watu yanaharibiwa kwa kuwekewa harufu za kipepo, harufu za kishetani. Mungu akubariki. Somo ni refu, Mungu akitupa neema tutazidi kuliendeleza.